umuhimu wa jina la Yesu. Nasema umuhimu wa jina la Yesu. Kwa nini jina la Yesu ni la muhimu? Kwa nini jina la Yesu ni la muhimu? Tutaangalia mambo kadha wa kadha. Kwa nini tunasema jina la Yesu ni la muhimu? Majina yote, majina ya wakuu, majina ya watu maarufu, majina ya manabii wakuu na wadogo, majina ya mitume hayana uhai. Lina uhai jina moja tu, linaitwa jina la Yesu. Lina uzima jina moja tu, linaitwa jina la Yesu. Lina uwezo jina moja tu, linaitwa jina la Yesu. Na lina mamlaka jina moja tu, linaitwa jina la Yesu. Hebu sema jina la Yesu. Sema jina la Yesu. Elewa, bila jina hilo wewe huna maana yoyote, wala mimi sina maana. Lakini kwa ajili ya jina hilo, ni jina lipitalo majina yote mbinguni, duniani na hata kuzimu. Jina hili linapita majina yote yaliyoko mbinguni, majina yote ya duniani na majina yote yaliyoko kuzimu. Jina la Yesu linayapita. Biblia inalitaja jina hili, inasema ni jina lililo juu ya majina yote. Na nitatafsiri, ni jina lililo juu ya majina yote. Hakuna jina lingine lililo na uwezo kama jina hili. Jina la Yesu ni jina la wokovu. Sasa na nilitafsiri pia. Nilisema hivi, nilisema Yesu maana yake ni Yehova, maana yake ni mfalme. Yesu maana yake ni Yehova na ni mfalme. Nikaelezea hilo jina lina jina la pili linaloitwa Immanueli. Nilisema Immanueli maana yake ni Mungu pamoja nasi. Nilikuwa nawapa maandiko. Halafu nilitaja Kristo, maana Yesu anakamilika kwa majina matatu: Yesu Kristo, au sehemu nyingine utakuta anasema Yesu mwana wa Mungu. Sasa Immanueli nilisema ni Mungu pamoja nasi, na Kristo nilisema ni mpakwa mafuta, na nilielezea alipakwa mafuta kwa ajili ya nini. Kwa nini ni mpakwa mafuta? Nilielezea hatuna sababu ya kutafuta wanaopaka mafuta, ila tuna sababu ya kumwendea mpakwa mafuta mwenyewe, Yesu Kristo. Leo nataka tuangalie umuhimu wa jina la Yesu. Jina hili linapita majina yote. Maana ya kupita majina yote, maana yake lina uwezo, lina nguvu, lina mamlaka, lina uzima. Majina mengine hayana sababu ya kuwa na vitu. Katika Wafilipi 2 na mstari wa 9
IT 2 mstari wa 9 wa Filipi, tusaidie kuandika pale. Anasema maneno haya, wa Filipi 2:9. Sharp. Mko tayari au tufungue? Okay. Anasema kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lipitalo kila jina. Kwa hiyo Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina. Hatulitaji tu jina la Yesu, lakini jina hili ni Mungu alimwadhimisha Yesu Kristo, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina. Yako majina mengi, yako majina yaliyotukuka, yako majina yaliyovuma duniani, yako majina yaliyotikisa. Kuna wana falsafa, kuna watu mahili wa dunia hii, lakini hawana majina kama jina la Yesu. Alikirimiwa, alimwadhimisha, akamkirimia jina lipitalo majina yote. Tunapolitaja jina la Yesu ni kwa sababu ni jina linalopita majina yote. Kila jambo uliombalo uliombe katika jina la Yesu. Kila tamko unalotamka litamke katika jina la Yesu. Na mstari wa 10 na wa 11 hapo, naomba mstari wa 10. Anasema ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe. Ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi. Ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe. Goti gani? Goti la vitu vya mbinguni linapiga juu ya jina la Yesu. La vitu vya duniani vyote linapiga juu ya jina la Yesu. Na la vitu vya chini ya nchi, yani vya kuzimu, vyote linapigwa mbele ya jina la Yesu. Tukitaja jina la Yesu, himaya ya kuzimu nzima inaelewa. Tukilitaja jina la Yesu, mizimu yote inalijua. Tukitaja jina la Yesu, pepo wote wanalijua. Na tukitaja jina hilo, wachawi wote wanalijua. Tukitaja hilo jina, kila kitu kinasambaratika kwa mamlaka. Jina hilo ni jina lenye uweza na mamlaka. Ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi, vyote vinasalimu amri juu ya jina la Yesu. Kwa hiyo usilitaje bure. Unapolitaja jina la Yesu, maanisha unamwabudu yeye, maanisha unamtii yeye, maanisha unalitaja jina lenye uweza, unamaanisha unalitaja jina linaloshinda nguvu zote, unamaanisha unalitaja jina linaloshinda mauti, unamaanisha unalitaja jina lililoshinda kuzimu, unamaanisha unalitaja jina lililoshinda pepo wote, unamaanisha ni jina lililoshinda kaburi. Na kila goti litapigwa mbele ya jina hilo. Magoti ya vitu vilivyoko mbinguni vinapiga katika jina hilo. Duniani vyote vinapiga katika jina hilo. Na vya chini ya nchi, yani hiyo ni kuzimu huko chini, vyote vinapiga jina, linapiga magoti
jina hilo. Mstari wa 11 anasema, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana. Na kila ulimi ukiri kwamba Yesu Kristo ni Bwana kwa utukufu wa Mungu Baba. Kila ulimi. Lukuya, wale watu ambao wamedhamiria leo kulitaja na kulikiri jina la Yesu wanaheri, lakini wanaotaka na wasiotaka watakuja na kukiri kwamba jina la Yesu Kristo, huyu ni Bwana, huyu ni Bwana. Hata wale waliopinga kwamba Yesu sio Bwana watakuja kupiga goti na kukonfess kwamba wewe ni Bwana. Kwa hiyo jambo la kwanza tunaona ni jina linalopita majina yote, lakini pia tunaona jina hili limepewa mamlaka. Kule mbinguni wanalijua, duniani linajulikana, na wasiolijua leo watalijua lazima, na watalikiri lazima, na watalitetemekea lazima, na wataanguka mbele zake lazima, na wanasujudu mbele zake lazima. Jina la Yesu. Haleluya. Halafu na hii sio kwa hiari, ni amri. Hii sio kwa hiari, ni amri. Hebu tuangalie Wakorintho wa kwanza 1 mstari wa 2. Ni amri. Mungu alilituma jina hilo kwamba ni lazima kulikiri. Ni amri, ni lazima kulikiri. Ni amri ya Mungu kuliamini pia. Ni amri ya Mungu, ametuamuru tuliamini. Sikiliza, anasema, ebu mstari wa 2 ndio sema, kwa kanisa la Mungu lililoko Korintho, wale waliotakaswa katika Kristo Yesu, walioitwa wawe watakatifu, pamoja na wote wanaoliitia jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Kila mahali Bwana wao na wetu. Huyu ni Bwana wao wanaoliitia jina lao la Kristo, pia ni Bwana wetu sisi tunaitia jina la Bwana. Huyu Bwana ni Bwana wao waliolitia jina la Bwana, ni Bwana wetu pia, lakini ni kutangazie tangazo lingine, ni Bwana hata wa wale wanaomkataa. Ni Bwana hata wa wale wanaompinga, wala hahitaji kusaidiwa na mtu, utake usitake. Hilo ni jina aliloliweka mwenye mamlaka, aliyeziweka mbingu na nchi, kwamba jina hilo ni Bwana wa wote. Haleluya. Hebu endelea kidogo, chini kidogo. Ni Bwana wetu pia. Halafu wa pili, wa tatu, neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu, kwa Bwana Yesu Kristo. Lukuya, kila kitu kinakamilishwa kwa Bwana Yesu Kristo. Kila tamko linatamkwa na kukamilishwa kwa Bwana Yesu Kristo. Ni jina unabidi ulijue. Kwa nini tunaambiwa
tuombe katika jina la Yesu. Kwa nini tunaambiwa wokovu ni kwa jina la Yesu? Kwa nini tunaambiwa nguvu za giza zote zinashindwa kwa jina la Yesu? Sasa leo ninaweka definition au ninalipambanua hilo jina. Ni jina lililowekwa pale, limeheshimika, limekamilika, limejitosheleza, halihitaji ushahidi, lenyewe limekamilika. Haleluya, limekamilika. Halafu kila tulifanyalo yatubidi tulifanye katika jina la Yesu Kristo. Wacha Mungu, kila tulifanyalo yatubidi tulifanye katika jina la Yesu Kristo. Wakolosai 3:17. Wakolosai 3:17. Kila tulifanyalo yatubidi tulifanye katika jina la Yesu Kristo. Kila tulifanyalo. Hebu tusome pale tayari. Sema, na kila tulifanyalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina, fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu, mkimshukuru Mungu Baba kupitia kwake. Unaelewa? Mkimshukuru Mungu Baba kupitia kwake. Yaani mnapomshukuru Mungu Baba lazima mpitie kwa Yesu. Yesu ndio jina lililopata kibali. Yesu ndio jina la thamani. Yesu ndio jina lenye mamlaka. Yesu ndio jina lenye nguvu. Kama mnamshukuru Baba ni kwa kupitia jina la Yesu. Usifanye kitu bila kupitia jina la Yesu. Yesu ndio jina pekee lenye uweza. Yesu pekee ndio jina lililopewa majibu yote. Kwa hiyo lolote unalolifanya mcha Mungu, lazima utambue utalifanya ni kwa kupitia jina la Yesu. Halafu unapomshukuru Mungu ni lazima mshukuru kupitia jina la Yesu. Ni jina la Yesu. Vitu vinatakiwa kujifunza, kwa sababu wewe unatamka kila siku kwa jina la Yesu. Kwa nini kwa jina la Yesu? Kwa nini kwa jina la Yesu? Lazima ujue. Kwa jina la Yesu Kristo mambo makubwa yanatokea. Kwa jina la Yesu Kristo mambo makubwa yanatokea. Hakuna jambo kubwa litakalotokea kwa mhubiri yeyote aliyeko duniani kama hajapitia jina la Yesu. Matendo ya Mitume 3 mstari wa 6. Hapa tunakuta kuna mtu mmoja alizaliwa kiwete. Alizaliwa kiwete tangu tumboni. Sikiliza. Very interesting. Sema, lakini Petro akisema, mimi sina fedha wala dhahabu. Rudia. Lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Anacho kitu gani? Anasema kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama wende. Lakini kuna jina liwezalo
kuumba, kuna jina liwezalo kufinyanga, kuna jina liwezalo kuuisha, kuna jina liwezalo kutoa uhai, kuna jina lenye mamlaka. Sina fedha wala dhahabu, lakini ninalo jina. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama wende. Haleluya. Yule kiwete anasimama, sio kwa jina la Petro, sio kwa jina la Yohana, anasimama kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hilo ni jina la Yesu. Haleluya. Ni jina la nani? Jina la Yesu. Yule kiwete akawashangaa, anamshangaa Petro, anamshangaa na Yohana. What are you talking about? Unazungumza nini sasa? Ni simama. Unajua anaposema simama wende, yeye anatafsiri miguu yake, yeye anatafsiri uwete wake, yeye anatafsiri udhaifu wake. Petro akaona hapana, tunapoteza muda. Huyu tutapoteza muda. Come on, kamshika mkono. Kap. Then kap. Yule mtu kwa jina la Yesu aliposhikwa, vile miguu havikuyumba tena, akasimama imara akiwa na miguu yake. Halafu elewa, huyu bwana, unajua watu tunasoma Biblia haraka. Huyu alitendewa miujiza kama 4 mara moja. Muujiza wa kwanza anasimama, muujiza wa pili anapata nguvu, muujiza wa tatu anajifunza kutembea hapo kwa hapo. Unajua mtu kama hujatembea tangu kuzaliwa huwezi kufanya, yani hata kule kutembea ni muujiza. Halafu muujiza wa 4 anaruka siku hiyo. Je, aweza kuruka mtu ambaye leo ameanza kusimama? Haiwezekani. Hata hawa ambao ukivunjika mguu tu ndani, halafu ukakaa miezi 3, halafu wakakufungia lile limuhogo lipio pili, halafu wakitoa ule muhogo ili uanze kutembea, lazima ufanye mazoezi. Lazima ufanye mazoezi. Lakini jina hilo halihitaji mazoezi. Jina hilo linajikamilisha. Jina hilo limekamilika. Haleluya. Lile li jamaa likasimama. Liliposimama, wakati Petro anaingia hekaluni, nalo nyuma linarukaruka, nalo nyuma linacheza, ni kwa jina la Yesu wa Nazareti. Haleluya. Halafu wakashangaa. Unajua wale jamaa walikuwa na desturi zao za ibada. Yenye kusema haleluya, haleluya, haleluya. Jamaa mmoja, kuhani wa zamu ya skule, ana kidevu mpaka pakaona. Li jamaa halina utaratibu. Bwana, mbele ya jina la Yesu lililomfanya tembee hakuna utaratibu. Kuna jitu linasema haleluya, haleluya. Sasa wakitaka kuona anaharibu ibada, anakufuru huyu, wakatambua kwamba huyu ni kiwete ambaye hata mimi mwenyewe nimempa sadaka pale, ndio yuko hapa. Petro unafikiri alifanya nini? Yohana unafikiri alifanya nini? Wakasema huyo ni Bwana. Hilo ni jina lenye uweza, hilo ni jina lenye mamlaka, hilo ni jina lenye nguvu, hilo ni jina lililoshinda. Watu wakaacha ibada, wakaanza kumwangalia Petro na Yohana. Petro akasema hapana, msishughulike na sisi. Lipo jina, lipo jina, ni jina la Yesu. Andawe lipo, kila nikihubiri nisema lipo jina, ni jina la Yesu. Hebu tuimbe kidogo na twende. Jina ni jina la Yesu. Tena lipo jina ninalopenda sana, lipo jina, ni jina. Wagonjwa wanapona
kwa jina la Yesu. Viwete wanakwenda kwa jina la Yesu. Vigonjwa wanapona kwa jina la Yesu. Oh, viwete wanakwenda kwa jina la Yesu. Haleluya! Wakitambua ni yule aliyekuwa pale mlangoni anaombaga sadaka maisha yao, lakini leo anatembea na rukaruka akimsifu Mungu, wakamshangaa Bwana. Hilo ndio jina la Yesu. Ninapenda sana Petro alivyo liaddress lile jina. Halafu yule bwana alikwenda kwa pose, anasema mimi sina dhahabu wala fedha. Mimi sina dhahabu wala fedha, ila, sema ila, nilicho nacho ndicho nikupacho. Nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Mzee Sita alisimama, hakusimama. Kwa jina la dini kubwa ile ya pale hakusimama. Kwa jina la Mafarisayo hakusimama. Kwa jina la Masadukayo hakusimama. Kwa jina la kuhani mkuu wa hekalu lile hakusimama. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti alisimama na akaenda. Jina hili halifananishwi na majina mengine, la tofauti kabisa, ni jina la pekee. Haleluya! Jina la ajabu. Mwanaume huyu alipofika Injili ya Wagerasi na jina lake, akapata habari kwamba kuna mtu mmoja, yeye huwa anakaa makaburini, anajikatakata na mawe, anakata mapingu ya chuma, yeye anajeruhi watu. Mwanaume katika jina lake akapita tu katika njia ile wasiopita watu, iliyowekewa beria kwamba usipite, njia ya hatari. Yesu akasema, mimi jina langu ni hatari kuliko huyo. Akaingia katika makaburi ya nje wa Gerasi, akija mwanaume na jina lake pepo. Nini? Pepo wanasema wenyewe. Unajua Yesu hajakemea hapo. Wanasema, tuna nini na wewe, Mwana wa Mungu aliye hai? Mbona umekuja kututesa kabla mula wetu? Akasema, wala Yesu hakujibu. Wakasema, tunaomba tupe kibali, wenyewe tunatoka. Sasa tunaomba ruhusa tu tuingie kwa nguruwe wale. Akasema, nendeni. Yule mtu aliyekaa makaburini, limepita jina lenye uweza, limepita jina la mamlaka, akarudi mjini, akarudi kwa ndugu zake, akaanza kwa msaada kwa ndugu zake. Wakasema, kulikoni? Akasema, amepita mwanaume mmoja anaitwa Yesu Kristo wa Nazareti. Amepita mwanaume mmoja anaitwa Yesu Kristo wa Nazareti. Ni juzi sijui niliwaambia, watu wanakwenda wanambeba kiwete asiyekwenda naye tangu zamani, tangu zilizaliwa. Wanafika wamuone Yesu, walione jina la Yesu, wamuingize kwa Yesu. Wakakuta umati umejaa, wakatoboa dari ya mtu wala sio yao, bila mjadala, bila makubaliano, bila mkataba. Wakavunja dari, wakashusha kitanda alicholalia, halafu akashuka. Aliposhuka anakutana na jina lenye mamlaka, linaitwa jina la Yesu. Akafikishwa, alipoishi likafanya kichi. Halafu Yesu anasema, mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Haleluya! Anasema, mwanangu, umesamehewa dhambi zako.
Wayahudi wasema bana, huyu mtu ana makufuru, anasema amesamehe dhambi. Yeye ni nani huyu anakufuru? Anaisamehe ni Mungu tu. Yesu ata hamjalijua bado jina hili. Mnajadili hamjalijua. Akawaambia, sasa nawauliza, lililo jepesi ni lipi? Kumwambia umesamehewa dhambi zako, au kumwambia jitwike godoro lako uende zako? Sasa mimi nawaambia, hili jina lina mamlaka. Mwana wa Adamu anayo mamlaka. Na ninasema sasa, rafiki, hebu jitwike godoro lako uende zako. Wakashangaa wale waliokuwa wanazungumza, crap, amekubeba. Haleluya. Hebu fanya hivi, fanya pamoja. Hujajua vizuri, sio hivi, sio kunaonela ke, fanya hivi. Hivi kunaonela ke, fanya hivi. Sema, yani patamu sana, patamu sana. Ni jina, ni jina. Jina hili linafanya vitu ambavyo wanadamu wa kawaida hawafanyi. Jina hili linafanya maajabu ambayo watu hawafanyi. Jamaa, hebu niwaambieni, huyu bwana kabla ya kutumia jina la Yesu alienda amebebwa na watu wangapi? 4. Safari hii alirudi mwenyewe na godoro yake beba mwenyewe na vitanda. Yani alifanya miujiza, anapona, anapata na nguvu za kubeba mizigo. Jina la nani? Jina la nani? Wewe usilitanie jina hili. Jina la nani? Unalitaja vibaya, ndio maana halikufanya maajabu. Jina hili ni la pekee. Haleluya. Akaondoka upesi, akasimama, akaanza kwenda, akaingia ndani ya hekalu pamoja nao, akienda akirukaruka na kumsifu Mungu wake, maana Mungu amemfungua. Haleluya. Maana Mungu amefanya nini? Amemfungua. Lakini pia hebu tuangalie sura ya 4 mstari wa 10 kitabu cha Matendo ya Mitume. Ni ushahidi kwa majina hilo sio la kawaida. Anasimama akiwa mzima mbele yenu. Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 12. Hakuna wokovu. Ndugu zangu, nataka nithibitishe, hakuna wokovu duniani unaotokea bila jina la Yesu. Hebu tusome wote. Sema, wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote. Acha hadithi za mitaani hizo ambazo wanasema najua hizi ni njia tu, nye mkipita hilo ni halafu sisi tukapita huko, mbele ya siku tutakutana. Hatukutani ngo, hatukutani ngo, hatukutani ngo, hatukutani ngo. Hizo ni hadithi. Eti unajua hii ni njia tu, kama vile mtu naenda Dar es Salaam ukapita Dodoma, mwingine akapita Mikese, tutakutana Chalinze, tunakwenda ngo. Katika njia ile hakuna njia mbadala. Njia ni moja, wokovu uko kwa mmoja, anaitwa Yesu wa Nazareth. Usikompromise wewe. Unajua mnakaa na vikao huko, unakompromise, mnajadiliana kwa kweli. Ni maadamu muamini Mungu, unamwamini through whom? Unamwamini kupitia nani? Kuna taratibu bwana. Masharti na vigezo vinafanya nazingatiwa. Unaamini kupitia nani?
Kwanza mna compromise na watu wanasema Mungu, hata Mungu mwenyewe wanamtaja mwingine kabisa. Tuna Mungu aitwaye Mungu wa Israeli, Mungu mwenye mamlaka, Mungu aliyepasua bahari ya Shamu. Fikia sawa. Sio sawa. Mwambie hapana, tunaachana njia. Hapana, huyo Mungu wa kwako na wa kwangu wako tofauti. Kwanza huyo wa kwako anasema tuamini kupitia mtu fulani. Sisi tunalo jina moja tu, katika jina hilo peke yake ndio kuna wokovu. Na msomee maandiko haya, wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo ila jina la Yesu. Ila jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Litambue vizuri jina hili. Ni jina lenye uwezo. Hebu tuone mstari unaofuatia 13. Unasemaje? Basi walipoona, sikiliza. Basi walipoona ujasiri wa Petro na Yohana na kuwajua ya kuwa shule hawana. Nisikilize bwana. Heri ukose shule lakini ulijua jina hilo. Nasema ni afadhali ukose shule, jina hilo ulijue. Sasa nasema basi walipouona ujasiri wa Petro na Yohana na kuwajua ya kuwa ni watu wasio na elimu, yani hawana shule kabisa, totally wavua samaki. Wanazungumza na mazee yaliyobobea, yamesomea sheria na teolojia mpaka nywele zimekwisha, imebakia kidevu mpaka magoti. Halafu wanapambana na mvuvi anayevuaga majarife ya samaki. Wakatambua kwamba huyu mtu mbona hana uwezo, shule hakwenda na tunamjua. Halafu walijua hao watu wanalake vitu vingapi? Viwili. Hawana elimu, hawana maarifa. Lakini kuna kitu pale nakipenda sana. Wakatambua ya kwamba walikuwa pamoja na Yesu. Haleluya! Wakatambua hawa watu elimu ya shule hawana, madarasa hawakuhudhuria, wanajua kuvua nyavu tu, lakini pia maarifa yenyewe hawana. Ila wakatambua tofauti ya wao na sisi. Sisi tuna madarasa, sisi tuna maarifa, sisi tuna shule, ila hawa walikuwa pamoja na Yesu. Yesu ambaye ni shule mwenyewe, Yesu ambaye ni madarasa mwenyewe, Yesu ambaye ni elimu mwenyewe. Haleluya! Wakafanya nini? Mstari wa 14. Na wakimwona yule aliyeponywa akisimama pamoja na hawa, kuwa na neno la kujibu. Kwa sababu exhibit A ni huyu kiwete. Wakimwona yule ambaye wanamjua amesimama pamoja nao, hawakuwa na neno la kujibu. Hawakuwa na neno la kujibu. Hebu endelea kidogo, pata mpana. Wakawaamuru, yani hapa wanaangalia tufanye nini ili kutetea dini, lakini ukweli wa mambo ndio huu, ila tutetee dini tufanye nini? Wakasema watoke nje. Wakasema watoke nje. Walipowatoka utoe nje, tuendelee. Wakasema tuwafanyie nini watu hawa? Sikiliza, tuwafanyie nini watu hawa? Maana ni dhahiri kwa watu wote, hilo ni wazi, hilo linajulikana, ni wazi nini kwa watu wote wakao Yerusalemu, na kwamba ishara mashuhuri, sema mashuhuri, ishara mashuhuri, yani ishara isiyo na upinzani, ishara isiyo na kung'ung'unya maneno, ishara isiyo ya kujiruza, imefanyika, imefanywa nao
wasio na elimu hawa, imefanywa nao, wala hatuwezi kuikana hiyo ishara, hatuwezi, maana ni dhahiri, iko wazi. Jina la Yesu. Haleluya. Unajua shida ni kwamba si hatuna watu hapa waliokubali kulibeba jina la Yesu. Shida ni hii, hatuna vijana waliokubali kulibeba jina la Yesu. Senje, tafadhali inukeni vijana, nendeni mkatanue watu wagonjwa kule hospitali, nendeni magerezani, nendeni. Ebu vijana, mko beba jina la Yesu, nenda nalo, kawaambie mbena, mimi sina uwezo, sina fedha, lakini nina kitu cha tofauti na ninyi wote walioingia hapa. Ninalo jina la mtu mmoja anaitwa Yesu Kristo wa Nazareti. Wakafanya nini? Wala hatuwezi kuikana. Lakini ili neno hili lisije likaenea katika watu na tuwatishe wasiseme tena na mtu yeyote kwa jina hili. Utaamuru kweli wasiseme na mtu yeyote kwa jina hili, maana tuwatishe tu. Wakawaita, wakawaamuru wasiseme kabisa wala kufundisha kwa jina la Yesu. Yani jina la Yesu lilikuwa threat. Jina la Yesu lilikuwa threat. Nataka tulifanye jina la Yesu liwe threat. Iringa litikise, linyanyase jina la Yesu. Wasifundishe kwa jina la Yesu, wafundishage dini zile na mapokeo yale, ila jina hilo maana ni dangerous, wasi wanalitaja hilo linalotandua viwete hilo. Tuendelee. Petro na Yohana, asina wapenda sana jamaa. Petro na Yohana wakawajibu, wakawaambia, kama ni haki mbele za Mungu kuwasikiliza ninyi kuliko Mungu, hukumuni ninyi wenyewe. Hivi tuanze kuwasikiliza ninyi, tuache Mungu anayetandua viwete? Tuanze kuwasikiliza ninyi, tuanze kumsikiliza mtenda maajabu? Tuanze kuwasikiliza ninyi, tuliache jina hili? Hukumuni ninyi wenyewe. Endelea. Maana sisi hatuwezi kuacha. Hebu naomba Wakristo wa Mlandege waseme hivi, maana sisi hatuwezi kuacha kuyanena mambo tuliyoyaona na kuyasikia. Bwana, tunaona viwete wanakwenda, tunaanzeje kuacha? Kwa mfano, tunaanzeje hivi? Kwa mfano, tunaanzeje kuacha? Hatuwezi kuacha. Haleluya. Nataka nimpate mtu mmoja mwanamke hapa. Nataka nimpate mtu mmoja mwanaume hapa. Nataka nipate mtu mmoja kijana hapa. Nataka nimpate mtu mmoja msichana hapa ambaye analibeba jina hili kwa uwezo na mamlaka. Anataka kulipeleka popote. Yeye mwenyewe hahitaji msaada wako. Sikiliza anavyosema. Anasema, maana mimi nyie mkiniinua jina langu, mkiniinua juu, mkiniinua jina langu juu, mkiniinua jina langu juu, mimi mwenyewe nitavuta watu wote waje kwangu. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Nasema jina la Yesu. Narudia, jina la Yesu. Nasema tena, jina la Yesu. Tumalizie hadithi yetu. Anasema nao walipokwisha kuwatisha tena, wakawafungua wasione njia ya kuadhibu kwa sababu ya watu. Nao walipowafungua wasione njia ya kuadhibu kwa sababu ya watu. Unajua kwa nini? Majitu yaliyokuwepo pale mbele ya kiwete aliyeinuliwa kwa jina la Yesu wangeweza kuageukia na watandika mawe wenyewe. Kwa ajili ya nini? Ya watu. Anasema kwa sababu ya watu, kwa kuwa watu wote
walikuwa wakimtukuza Mungu kwa hayo yaliyotendeka. Asa kikao kindumbwendumbwe, wanaoamini na wasioamini wote wakanasema huyu ni Bwana, huyu ni Bwana, huyu ni Bwana, huyu ni Bwana, huyu. Jina la Yesu lina uwezo, likitandua watu wawili Iringa hii, watu wote watasema huyo ni Bwana, huyo ni Bwana, huyo ni Bwana, huyo ni Bwana. Nao maana umri wake, sikiliza, sio vitu vya kubawacha, maana umri wake yule mtu aliyefanywa ishara hii ya kuponywa ulipita miaka 40. Yule mtu sio mtu aliyepata kamaina stress kamaina stroke, miaka 40. Yule mtu alikuwa ana hali hiyo, miaka amepita miaka 40. Unawezaje kuficha kwa mfano habari hiyo? Unawezaje kuigeuza kwa mfano habari hiyo? Unawezaje kuizuga kwa mfano habari hiyo? Iko dhahiri. Jina la Yesu, jina la Yesu ni jina la nani? La Yesu. Basi tumalizie pale. Hata walipofunguliwa wakaenda kwa watu wao, wakawapasha habari ya mambo yote walioambiwa na wakuu wa makuhani na wazee. Wakaenda kuambia. Walipoambia wakarespondi vipi? Tuendelee. Nao waliposikia wakampazia Mungu sauti zao kwa moyo mmoja, wakisema, Mola, wewe ndiwe Mungu, ndiwe uliyefanya mbingu na nchi na bahari na vitu vyote vilivyomo. Endelea. Nawe ulinena kwa Roho Mtakatifu kwa kinywa cha baba yetu Daudi mtumishi wako. Mbona mataifa wamefanya ghasia na makabila wametafakari ubatili? Endelea. Wafalme wa dunia wamejipanga na wakuu wameshauriana pamoja juu ya Bwana na juu ya Kristo wake. Endelea. Maana ni kweli Herode na Pontio Pilato pamoja na mataifa na watu wa Israeli walikusanyika katika mji huu juu ya mtumishi wako mtakatifu Yesu uliyemtia mafuta, uliyemtia mafuta. Nia yangu uelewe utendaji wa kazi wa jina la Yesu. Miujiza yote inafanyika kwa jina la Yesu. Hebu tuone Marko 9:39. Marko 9:39. Marko 9:39. Praise team, yandaeni 9:33. 9:39 Marko. Hamjapata? Soma tuone. Haya. Yesu akasema, msimkataze, kwa kuwa hakuna mtu atakayefanya muujiza kwa jina langu na punde baadaye akaweza kuninena kwa uovu. Hapa walimkuta mtu mmoja anafanya ishara na maajabu kwa jina la Yesu. Akasema, Bwana, tumemwona mtu mmoja kula anasema jina lako. Akasema, watu walikuwa wanafunguliwa? Sasa ndio. Akasema, tukataka tumkataze. Akasema, wala msimkataze, maana hakuna mtu anayeweza kunena kwa jina langu halafu akanena vibaya. Huyo ni chombo changu.
Nataka kusema nini? Jina hili halina mipaka. Tukichelewa sisi, jina hili halina mipaka. Tukichelewa sisi, watu wa dini watalitumia na litatenda kazi. Jina hili linatumika popote, maadamu mtu amelitambua, ameliheshimu, amelitumia kwa halali, linatenda kazi. Hili haliendi kwa wadhifa wa dhehebu, linaenda kwa mtu ameliamini basi. Naomba kila mmoja jiweke tayari kulitukuza hili jina la Yesu. Tuanzie lipo jina, lile jina, ule wimbo lipo jina. Napenda sana. Tuimbe kwa alafu tutaimba na zingine. Jina ni jina la Yana, lipo jina la Yesu, lipo jina ninalo penda sana, lipo jina, ni jina la Yesu, lipo jina ninalo penda sana, lipo jina, ni jina la Yesu. Jina linaloponya, ni jina la Yesu. Jina linalokoa, ni jina la Yesu. Jina linafungua, ni jina la Yesu. Jina linatakasa, ni jina la Yesu. Lipo jina nalo penda sana, lipo jina, ni jina la Yesu. Lipo jina nalo penda sana, jina, ni jina la Yesu. 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 Lipo jina, ni jina penda sana, lipo jina, ni jina, lipo jina, lipo jina ninalo penda sana, lipo jina, ni jina la Yesu. Yes. Ndio linapita majina yote. Yalikuwepo, lipo jina moja, lakini jina yes, majina yote, ni
jina la Yesu. Yapo majina yalikuwepo, yes, lakini jina la naishi. Sina jina jingine, ila jina lako Yesu. Jina lenye nguvu, ni Yesu, ni Yesu, hakuna jina jingine. Sina jina jingine, ila jina lako Yesu. Jina lenye nguvu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu. Jina jingine hakuna, ila jina lako Yesu. Jina lenye nguvu, yes, ni Yesu. Oh God, ni Yesu, hakuna jina jingine. Jina lenye nguvu na uweza, jina linalotenda maajabu, ni Yesu, 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 ni Yesu. Litaje jina la Yesu, litaje jina la Yesu, litaje hilo jina, litaje hilo jina. Yes, litaje jina hilo asubuhi ya leo, litaje jina hilo asubuhi ya leo, litaje jina hilo asubuhi ya leo. Uwe jina, uwe jina lako. Endelea kulitaja, endelea kulitaja jina la Yesu, endelea kulitaja jina la Yesu. Litaje jina hilo, lina uwezo, lina mamlaka, lina nguvu, linaokoa, linaponya. Yeah, lina
Jina la Yesu. 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 Kila mmoja kwa namna yake, kwa kila hali, kwa kila jambo, kwa kila pito, kwa kila mlima, litaje jina la Yesu. Litaje jina la Yesu. Litaje jina la Yesu. Asubuhi ya leo litaje jina la Yesu. Kama unahitaji tukusaidie kulitaja jina la Yesu, njoo hapa mbele. Una shida, unataka tukusaidie kulitaja jina la Yesu, njoo hapa mbele. Litaje jina la Yesu. Litaje jina la Yesu. Ni jina lenye uweza sana. Ni jina lenye mamlaka sana. Ni jina lenye nguvu sana. Ni jina lililokuu sana. Ni jina lenye uweza sana. Haleluya. Haleluya. Dani njoo hapa. Shika microphone. Haleluya. Kila mmoja litaje jina la Bwana. Kila mmoja litaje jina la Yesu. Mzee Dani, tuongoze katika kulitaja jina la Bwana. Litaje jina la Bwana kwa namna yake. Litaje jina la Bwana. Omba, litaje jina la Bwana. Litaje jina la Bwana katika mapito yako. Litaje jina hilo katika shida hizi. Litaje jina hilo katika jaribu lako. Litaje jina hilo kwa ajili ya familia yako. Litaje jina hilo. 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 Sababa sababa. Oh kila masha. Oh kila masha. Oh kila. Oh ramasha. Ekababasha. Oh ramasha baba. Kekababasha. Oh ramasha kababa. Oh kila masha. Oh kababasha. Oh kiribarasa. Oh ramasha baba. Oh baba. Oh oh ramasha. Oh sabab kabasha. Kwa uweza wako, kwa jina lako Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Nazareti, 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 namleta mbele kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Nazareti, kwa uweza na mamlaka katika jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa uweza na mamlaka katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika